Naitwa mchungaji Askofu Matthew Simon Gia. Niko hapa airport. Eneo hili ni la airport Kipawa. Kanisa letu linaitwa Sinai Missions International Airport. Leo mahali hapa kuna mambo makubwa ambayo Mungu ameyafanya. Tumekuwa na kutimiza miaka 7 ya huduma kuwepo mahali hapa ya Sinai Missions International. Tunamtukuza sana Mungu kwa sababu ya matendo hayo makuu. Mahali hapa kimsingi ni nyumbani kwangu, lakini sisi tumeamua kutoa nyumba hii kuifanyia kazi ya Mungu. Kwa leo tunamtukuza Mungu kwa sababu tumefanya uzinduzi pia wa mahali pa kuabudia, mahali ambapo kwa kweli kila mmoja amemtukuza Bwana. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa kutimiza hiyo miaka 7. Ibada zenu hapa zina ratiba gani? Labda mnakutanika kila wakati kwa muda gani na muda gani, na wakaribishe pia watu kutoka maeneo mbalimbali kushiriki? Ratiba zetu hapa ni mara 3 kwa wiki. Jumatano huwa tunakuwa na ibada ya Bible study kuanzia saa 10 hadi saa 12, lakini Ijumaa huwa tunakuwa na maombi ya kuomba na maombezi, kwa maana watu mbalimbali wanakuja kwa ajili ya kuja kupata maombezi. Wenye matatizo mbalimbali, kuna wagonjwa, kuna wenye uhitaji wa ndoa, familia, wengine masomo, wengine wana mambo magumu tu ya kibinafsi, lakini Mungu huwa anakutana nao. Sawa, kumekuwa na shuhuda kubwa ambazo zimekuwa zikitendeka hapa kanisani. Labda tuambie siri ni nini kwa makubwa ambayo yanatendeka, na ukaribisha watu wenye shida mbalimbali kuhudhuria ibada ambazo mmekuwa mkizifanya. Kwa kweli wakati wanapokuja katika kujifunza neno la Mungu, wamekuwa wakikutana na neno halisi, neno la Mungu ambalo sisi tunapowafundisha na wakilitendea kazi, wao wanajisikia kufunguliwa au kufanikisha yale mambo ambayo Mungu amewakusudia kwao. Tumeona Mungu akifanya kazi kwa jinsi ya ajabu sana, kwa sababu neno la Mungu tunapozungumza, tukisoma katika kitabu cha Kutoka, tumeona jinsi wana wa Israeli katika ile sura ya 14 kwenda 15, jinsi Musa alivyopewa neno na Mungu mwenyewe kwamba afanye vile. Musa aliambiwa apige maji juu ya bahari, na yale maji yakagawanyika. Kwa hiyo neno lile lilikuwa ndani ya neno la Mungu kupitia mtumishi wake Musa. Kwa hiyo Musa alipotekeleza neno lile ambalo Mungu alimpa maelekezo alitendee kazi, ndipo Mungu akamfanikisha na Musa akaweza kuona ule muujiza wake kupitia lile neno la Mungu. Bahari iligawanyika na Israeli wakaweza kupita chini ya nchi na sio juu ya maji. Kwa hiyo neno la Mungu linapotumika kiusahihi, linakuwa ni halisi na linaonekana kwa yule mtumiaji. Wakaribisha watu kutoka maeneo mbalimbali kuja kushiriki hapa ibada ambazo mko. Ninawakaribisha watu kwamba waje airport. Mahali hapa asili yake panaitwa Karakata. Ukishatoka upande wa mjini kwa maana ya Kariakoo au Buguruni au Temeke, unavyokuja mwelekeo wa Gongo la Mboto, ukifika Mataya Airport Terminal 2, unaangalia upande wa kulia utaona daraja ambayo ni ya reli. Unakatiza huko juu ya daraja, kama ni gari, pikipiki, baiskeli, kwa miguu, hatimaye kule chini ya barabara unapoishia ile daraja, ndipo unaweza ukaona mwelekeo wa kuja kwenye kituo chetu cha Sinai Missions International Airport, mtaa kwa Tuambombo. Ukiuliza kwa Tuambombo tu, alafu ukifika hapo ukauliza kwamba kanisa la mtumishi wa Mungu Matthew Gia hapa airport Karakata niliko wapi, utaelekezwa bila kuwa na shida. Sekunde moja labda. Kwa sasa bado tunaona mapigano ama mauaji yanashika kasi kwa baadhi ya maeneo kwa taifa la Tanzania. Kama mtumishi wa Bwana, kama askofu, una kitu gani cha kuzungumza kupinga mauaji ambayo yanaendelea katika baadhi ya maeneo? Unakuta baba kama mama au mtoto kabako na vitu vingine vya kikatili ambavyo vinafanyika. Ni kwa sababu ya watu wengi hawamjui Mungu, hawana hofu ya Mungu. Lakini tunasema kwamba kama watakuja kupata mafundisho sahihi, wakamwelewa Mungu, hayo mauaji au namna kutafuta utajiri au namna kutafuta nguvu zozote zitakazowafanya wao waonekane wako tofauti, lakini wakimtegemea Mungu,
wakija maeneo haya ya airport tukawafundisha neno la Mungu, kwa sababu sisi tunafundisha neno halisi, neno ambalo litamtoa mtu kutoka hali moja kwenda nyingine. Hayo mauaji, kuachana kwenye ndoa au familia kuparaganyika hakutakuwepo tena, kwa sababu Mungu atakuwa amemweka ndani yao, kama tunavyofanya sisi mahali hapa Sinai Airport, kwamba wengi wanaofika mahali hapa wanamtukuza Mungu kwa sababu wao wameshaona matendo makuu ambayo yanafanyika mahali hapa. Namba zenu za simu kwa mtu ambaye anawatafuta aweze kushiriki baadaye. Ya namba ya simu ni Tigo 0718 00 29 45. Namba ya mchungaji Rehema Matthew Jia ni 0717 36 00 44. Asante sana. Asante watumishi. Kwa maana tulivyotoka ni mbali sana mpaka hapa tulipofikia. Tunamshukuru Mungu, tunamshukuru Mungu sana sana. Tunataka tuzidi kusonga mbele katika huduma hii ili kuwafikia wale wote ambao hawajafikiwa, kwa sababu kuna wengine bado hawajafikiwa. Sasa Mungu ametuchagua kati ya watu, na sisi tunataka tusonge mbele katika huduma hii kuwafikia wale ambao hawajafikiwa, kwa sababu wengine bado wako kwenye vifungo. Ndio. Ibada zenu hapa tunashuhudia vitu vingi sana vinatendeka, na leo tunaona kanisa limejaa mpaka limetema. Lakini tukiwa ndani tunasikia kwamba mna mkakati hata wa kujenga ghorofa. Pengine mikakati ikoje? Maana yake ndio injili inavyosonga hivi. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Tuna mikakati ya kupanua jengo hili kama neno la Bwana linavyosema katika ile Hagai sura ya 1 mstari wa 8, nendeni milimani mkalete miti mkanijengee madhabahu, asema Bwana. Na sisi tunakwenda na hili neno ili tukamjengee Mungu madhabahu, kwa sababu tunaona watu wengi wanafunguliwa mahali hapa, na sisi tunamsihi Mungu kwamba Mungu umetuita tutumike katika eneo hili la airport na katika mtaa wa Karakata. Sasa Mungu tunahitaji kupanua hema. Kwa hiyo tunahitaji tupanue hema ili watu wakakombolewe, kwa sababu wengine bado wako vifungoni, na neno la Mungu ndio linalotufungua. Sasa wakaribisha watu wenye shida katika mahusiano ya ndoa, afya zao, mambo yako vizuri, uchumi wako mzuri, wakaribisha kuja kushiriki katika ibada zetu. Mimi nikiwa mchungaji wa mahali hapa Sinai Airport, ninawakaribisha wa baba, wa mama, vijana wa kike na wa kiume waje kwa Yesu, kwa maana kwa Yesu yote yanawezekana. Hakuna jambo linaloshindikana kwa Bwana, yote yanawezekana. Kwa hiyo ninawakaribisha muda wote, wakati wote, neno la Mungu lipo.